Hamjambo sana wasikizaji wa Sky Cable TV na marafiki zangu wote wa mitandaoni Facebook, na pia wapendwa wetu wote mahali popote mnanisikiza, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Kwanza niseme majina yangu, naitwa Reverend Simon Mukundi. Mimi ni mhuduma wa kanisa la Cornerstone Christian Foundation Church, kanisa ambalo tuko pale Ruai. Ukiwa pale Ruai karibu na Think Twice Equity Bank, tuko stationed hapo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, ninampenda Yesu. Leo nimepata fursa hii nikuje hapa ili tuweze kusemezana pamoja, tuweze kuzungumuza kuhusu ufalme wa Mungu na kuhusu neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio linaleta uhai. Neno la Mungu ndio linaleta mwangaza. Maandiko yanasema ya kwamba the entrance of the word it brings light. So ndio sababu Mungu amenipa hii fursa ili tuseme pamoja, tuongee pamoja kuhusu neno la Mungu. Kwa hivyo nawakaribisha sana, na ninaomba unipe masikio yako, na najua utabarikiwa. Kwanza nataka kushukuru pia the host wa hii Sky Cable TV. Appreciate you for inviting me to come and be part of the work of God in this place. Leo ninataka niongee kuhusu the supremacy of Christ. Kwa Kiswahili tunasema umaarufu wa Kristo. Na kwa hivyo nitasoma kitabu ambacho kiko kwenye kitabu cha Matthew chapter 16 kuanzia verse 16 kwenda mpaka verse 19. Alafu pia nitasoma Colossians chapter 1 from verse 15 to 18. So tafadhali naomba tuambatane pamoja. Nitasoma kwa lugha ya Kimombo, lakini nitatafsiri tukiendelea katika lugha ambayo kila mtu atashika. Bible inasema hivi, verse 13 inasema hivi: When Jesus came to the region of Caesarea Philip, he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Tafadhali naomba ushike, you note that point. Who do people say the Son of Man is? And they replied, some say John the Baptist, others says Elijah, and still others says Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Wacha tuende katika kitabu cha Colossians, ndio nikianza kuhubiri niwe nimemalizana na kusoma. Let's go to Colossians chapter 1 from verse 15 to 18. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things altogether. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Bwana asifiwe sana. Wacha tuombe. Father, in the name of Jesus, tunapoenda kusikiza neno lako, tunaomba Bwana ukaweze kutuzungumzia. I pray that the Spirit of God will move and bring insight and revelation ndani ya ile neno tunashiriki leo. Wacha wasikizaji wangu popote wananisikiza wakapate kuelimika
na kuelewa katika neno hili. I pray that Lord, I will speak with authority and with your grace. Receive all the glory, Jesus, as you use me. In Jesus' name I pray. Somebody say amen. Bwana asifiwe sana. Now, kama vile nimesema, ninataka niongee kuhusu the supremacy of Christ, ama umaarufu wa Kristo. Kwa nini ninataka kuongea kuhusu umaarufu wa Kristo? Ninataka kuongea kuhusu umaarufu wa Kristo kwa sababu Christianity is all about Christ. Ukristo ni kuhusu Kristo. Dini ya Kristo haiwezi kuitwa dini pasipo mwenye dini hili. Na wakati mwingine kuna watu hawajawahi understand that Christianity is not even a religion. Is actually a title of a person who came to bring salvation to humanity. And so I want us to focus on the supremacy. Na ninapoongea kuhusu supremacy ni kuongea kuhusu Kristo ni nani? Who is Christ? Katika dunia hii tunaishi, Kristo ako na nafasi gani? Na kwa hivyo nitakuwa ninaongea kuhusu who is Christ and his supremacy among human beings, ama ndani ya wanadamu. Sasa kwanza nitaanza na kusema hivi. Katika ile maandiko tumesoma ya Matthew chapter 16, ukisoma verse 13, Kristo amekuwa akifuatana na wanafunzi wake for a long time. Amewahubiria, wamemfuata, watu wameona mambo mengi akifanya miujiza hapa na pale. Lakini ikafika mahali akaamua, let me pause and ask a question. Niulize watu swali ambalo ni very critical, and I believe even today it's going to be very critical. Na akawauliza wanafunzi wake, je, watu husema mimi ni nani? Watu mnapowasikia, mnapo interact na wao huko nje mitaani, wanasema mimi ni nani? Na wakamwambia, wengine wanasema you are Jeremiah, you are John the Baptist, you are one of the prophet of the old, you are a good teacher. So wakampatia so many opinion, akapata opinion polls ambazo ziliongea kuhusu yeye. Lakini hiyo haikumalizia hapo. Akageukia tena akauliza, basi hao wanasema hivyo, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Na Peter hapo ndipo aligeuka akamwambia, you are the son, you are the Messiah, the son of the living God. Na kwa hivyo kupitia kwa hiyo statement Yesu akamwambia, I will you flesh and blood has not revealed to you these things, but my Father in heaven. Na hapo mwisho akamwambia kwamba I will build my church upon the revelation you have. Hiyo foundation ambayo umeongea kuhusu who I am. Nitajenga kanisa langu, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom, so that whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Na kile mtafunga kitafungwa. So wapendo, you can see why I want to talk about the supremacy of Christ. Mimi personally, I value Christ. And I am one of the people who believes in propagating about Christ and his power and his importance in humankind. Na kwa hivyo leo tunapojiuliza who is Christ, tutaangalia kulingana na some few scriptures ambazo zimeletwa hapa kwenye kitabu cha Colossians chapter 1. Ukiangalia Colossians imedefine who is Christ as follows. Number 1, Colossians imeanza kusema Christ is the image of the invisible God. Imeanza na kusema kwamba Christ is the image of the invisible God. Ati kwamba Kristo ni umbo la Mungu asiyeonekana. Unajua, all of us, wewe na wote wanaonisikiza, huwa tunasema kuna Mungu. Lakini hujai kujiuliza huyo Mungu anakuanga wapi? Sometimes we assume maybe he's somewhere seated somewhere in heaven. And it is true. Wengine tunasema is somewhere existing and is in the heavenly places, which I agree with you, ni ukweli. Lakini swali ambalo tunastahili kujiuliza, Mungu unaweza kumuona namna gani? Anaonekana namna gani? Na sasa mwandishi wa Colossians amesema njia moja ni kwamba Kristo ndio sasa anaonyesha sura ya Mungu.
He is the invisible. Yani unapotafuta Mungu ama unataka kujua Mungu ambaye haonekani, the only way you can see him is by looking this Christ, because Christ is the only person who came in a human form. Ukisoma history yake, alizaliwa kama mwanadamu mwingine. Isipokuwa he was unique in his birth, in his conception, maana hakuzaliwa, hakupata mama yake Yesu hakupata mimba kwa njia ya kawaida. Ukisoma maandiko, but he conceived by the power of the Holy Spirit. Lakini Kristo alipozaliwa alikuja akiwa amefaa mwili wa mwanadamu. Na katika theological tunasema he was fully God and fully 100% man. He was 100% God and 100% man. Kwa hivyo Christ alikuja aonyeshe sura ya Mungu. Tunapomwangalia Christ tunaona Mungu. Na ukiangalia vizuri, alipokuja kama mtu alikaa hapa miaka 33 years. Na alipokaa hapa, alipokuwa anaendelea kufanya kazi ya Mungu, maandiko tunaona ya kwamba alirudi tena akawa ameandikwa tena kwa Biblia. So he was converted again to the Bible. So he became a written word, ambayo sasa ndio the book of the Gospels, ambazo tunasoma the Matthew, Mark, John and Luke. Tunaona it is Christ in a written form. No wonder now ina agree na ile John chapter 1 verse 1 inasema, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word became flesh and dwelled among us. Kwa hivyo neno la Mungu lilirudi likawa mtu ambaye alitembea hapa, tukamuona na akatenda miujiza, who is the representation of God. And so Colossians anasema Christ is the invisible image of God. So ukitaka kuona Mungu, you must go through Christ. You can only look at Christ and you are able to see Jesus. You are able to see God, sorry. Now, this is where now many people fight. That's why there is a lot of war. People fight against Christ. The people agree there is God, but they differ a lot on terms of whether Christ is God or not. We differ even in many religions because of this word, Christ as God. So Bible inamportray as the image, the invisible image of God. Another thing about Bible inamportray, Bible inasema pia he is the firstborn among all creation. Verse 15 inasema baadhi ya uzao wa dunia hii, all the firstborns that have ever existed, he is the firstborn. Kumaanisha kwamba yeye ndiye limbuko la kwanza. Na ukisoma Old Testament, firstborns had a very unique place in the Bible. And so Bible inamcompare kama the firstborn of all creation. Kama kuna kiumbe chochote kiko dunia hii ambacho kimewahi kuwa na kitakachokuwa, yeye ndio mtangulizi. Hakuna kiumbe kiko juu yake. He is superior to all creation that were made. So Jesus is the firstborn. Another thing ambayo Bible ina define Christ, inasema ya kwamba Christ is the one that is above all creatures. He is above all creatures. Yani yeye ako juu ya viumbe vyote. Viumbe vyote ambavyo viko dunia hii, zote Kristo ako juu yake. Na kwa hivyo ukijua hivyo, utajua kwamba hakuna kitu, hakuna authority, hakuna power. Verse 16 inasema he is above powers, dominions, authorities, principalities, demons. Mention anything you can mention in this world. Christ is above. Na hii inatuambia kwamba we have somebody that we can rely on. Sometimes inaona watu wanapenda kuhang around people who are superior. Hakuna mtu upenda kukaa na mtu ambaye ni weak. Watu wengi hata dunia, hata wewe unaniangalia leo, rafiki zako wale unataka kuwa nao ni watu ambao unasikia you can be secure with them. They can make sense to you. You can brag with them because they are superior. So we have Christ as the superior among all the creation. Hapa ndipo ninasemanga, if you trust in God, if you trust in Christ, you can never be ashamed. Why? Because he is superior. He is superior to diseases. He is superior to powers. Ukisoma Philippians chapter 2 verse 9 to 10 inasema ya kwamba God has given him a name that is above every other name. When you hear there is another is above every other name, that means all the other names that exist on this face of the earth, Jesus Christ is above them. Yani Yesu ako juu yazo, ako juu ya majina yote.
iwe ni majina ya magonjwa, iwe ni majina ya wafalme, iwe ni majina ya maraisi, iwe ni majina ya nchi, iwe ni majina ya mapepo, iwe ni majina ya anything you can mention. Authority yoyote ambayo iko dunia hii, Kristo ako juu yake. Na kwa hivyo unaposhikana na Kristo unakuwa secure. You can be secure. Najua watu wengi hupenda kuwa na mabouncer. Let me surprise you. We have a better bouncer and his name is Jesus Christ. Can somebody say amen? Now, the other thing about this Christ, according to the book we have read, Colossians, inasema ya kwamba he is also the head of the church. Glory to God. Jesus Christ is not just a savior. He is also the owner of the church. Church is not a man-made idea. Naambianga watu, kanisa si idea ya mwanadamu. It is not somebody who came with the idea akasema let's form a church. Nimeona watu wakidharau kanisa sana. Nimeona watu wakidunisha kanisa. Nimeona watu wakicriticize kanisa because of the many weakness we see in the church. But I want to remind you, all my viewers, that church is a product of Christ. Actually, the Bible says he is the head of the church. Whether the church has many weaknesses or strength, Jesus Christ is the founder of the church. He is the owner of the church. He is the king of the church. And so all of us are answerable to him. Anyone who believes in Christ, he becomes part and parcel of Jesus' body. We are a body. We are belonging to Jesus. Na mahali tumesoma katika Matthew, Bible imetupromise ya kwamba, aliambia Peter, wakati Peter aliulizwa, who do people say I am? And Peter akasema, you are Christ. Peter aliambiwa, because of that revelation, because many people hawakuwa wanajua who is Christ. They were just talking stories. Walikuwa wanasema yeye ni mwana wa Mungu, yeye sijui ni nani. Lakini wakati Peter alisema you are the Messiah. Messiah means the anointed one, the selected one, the appointed one, aliyechaguliwa, aliyepewa mamlaka. Wakati Peter alisema kwamba yeye ndio mpako mafuta, Kristo alijua huyu jamaa amepata ufunuo. Ninaomba hata wewe bali unanisikiza, upate ufunuo. Usimchukue Kristo kama another religious leader. Just know he is the anointed. Mtu ambaye ako anointed inamaanisha amepewa mamlaka, ametiwa mafuta, awe juu, awe ataware. Na Kristo amepewa mamlaka juu ya dhambi, juu ya magonjwa, juu ya shida za wanadamu zote. Yeye amepewa hiyo mamlaka. Kwa hivyo Kristo, Peter aliposema you are the anointed, Kristo, maandiko yanasema kwamba Yesu alimwambia Peter ya kwamba hiyo haikutokana na ufahamu wako. It is not about you, Peter. It's not about kile unajua. Hii ni kitu Mungu ameweka ndani yako ukaelewa. Na kwa hivyo kupitia hiyo ufunuo ambayo umesema, mimi Kristo mwenyewe ndio nitalijenga kanisa. Sasa wapendwa, tukubaliane, kanisa halijengwi na watu. Mimi niko na kanisa pale Cornerstone, lakini kanisa halijengwi na watu. Mwanzilishi wa kanisa na mjenzi wa kanisa ni Kristo. Na kanisa ni nini? Kanisa ni kusanyiko la watu ambao imani yao inawaambia kwamba Kristo ndio Mesaya. Inawaambia kwamba Yesu ni Bwana. Inawaambia kwamba yeye ndiye alikufa akafufuka kwa ajili ya dhambi zao. Kwa hivyo kanisa ni entity ambayo inaletwa na Mungu. Analeta watu ambao wanaamini Kristo. Wale wanampenda Mungu. Wale wanaamini kwamba Yesu ni Bwana. Na wanaamini ya kwamba Yesu ndio alikufa na akafufuka. So hao wanasemekana ya kwamba hao ndio kanisa. Na huyu mjenzi wa hilo kanisa sio pastor wako, sio apostle, sio prophet. These guys are appointed to oversee, to be custodian ama to be steward of Jesus work. Wanapewa majukumu tu washikilie, wahakikishe kanisa liko katika njia inayofaa. Lakini kanisa mjenzi ni Kristo. Sasa hiyo inatutia moyo wale wanaonisikiza. Ni nani anaweza maliza kanisa? Ni nani anaweza bomoa kanisa? Hakuna, kwa sababu mtu ambaye anaweza maliza kanisa ni Yesu mwenyewe. Na kama Kristo hawezi kumaliza kanisa, kwa hivyo nataka kuwatia moyo, the church is here to go, no matter how it is going, no matter what is facing, no matter what opposition kanisa imekuwa ikiface duniani. Ninajua siku hizi kumekuwa na so many stories against the church. Kumekuwa na so many ideology against the church. Kuna watu wameinuka wakasema hakuna Kristo. Lakini me today niko hapa kusema ya kwamba Christ is real. And I'm here to say Christ is superior.
And that's why I'm talking about the supremacy of Christ. Now, nikiendelea, je, hii story ya Kristo, has it started only in the New Testament? The answer is no. Christ hakuanza katika New Testament. Christ alianza katika Old Testament. In the Old Testament, Bible inasema ya kwamba wakati mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa na Mungu alianguka kwa dhambi na akawa amefall out of grace na akakuwa chased out of the Garden of Eden according to Genesis chapter 3. Alipofukuzwa kwenye shamba la Edeni, kuna neno ambalo Mungu alimwambia mwanamke ambaye anaitwa Eve. Akamwambia kwamba chapter 3 of Genesis verse 15, ya kwamba nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa shetani. Na ukisoma katika Kizungu inasema I will put enmity between your seed, not in plural, not seeds but seed, yani kwa umoja. Nitaweka uadui kati ya mbegu yako na mbegu ya mwanamke, kumaanisha kwamba na mbegu ya shetani, kumaanisha kwamba kuna seed ambayo ilikuwa ikuje, na anasema ya kwamba na hii seed ita crush the head, itagonga the head of the serpent. Hiyo mbegu ndio tunajiuliza ni gani? Tunapofuatilia tutaona hii seed imekuja ikaanza kuwa promise wakati wa Abraham. Abraham alipokuwa duniani aliahidiwa kwamba akaambiwa na uzao wako, the seed, your seed shall be a blessing to many. Kumaanisha kwamba kupitia kwa uzao wa Abraham then tutapata baraka. Na tukifuatilia tutaona ya kwamba hii seed basi sio mwingine bali ni Kristo. So tunaona already Mungu alianza plan ya kuleta salvation kupitia kwa Christ tangu mwanzo in the Old Testament. So we see Jesus being represented as a seed of the woman. Tukisoma New Testament inasema ya kwamba that Christ was revealed that he may destroy the works of the devil. Kwamba Yesu alidhihirishwa ili aharibu kazi ya shetani. Na kwa hivyo ile mbegu ambayo ilikuwa ya kubomoa na kuharibu kichwa cha shetani, tunaona ikisemekana it is the seed that is going to come and destroy the works of the devil. Kazi ya shetani ni gani? Ukisoma maandiko inasema kazi ya shetani ni kuua, kuiba na kuharibu. Hakuna kitu kingine shetani mission ya shetani huku duniani ni hiyo. Ana threefold ministry: ku destroy, kuua na kuangamiza. So if you are a victim of the devil, if you become friend of the devil, that is the kind of mission you are going to enjoy from the devil. But Christ na yeye as a seed alikuja ili aharibu. Kwa hivyo kuja kwake alikuja purposely ku destroy the works of the devil. Na kwa hivyo kama kuna mtu hapa ananisikiza na labda uko na magonjwa, na labda unapitia hali ngumu, na labda maisha yako imefinyika, labda unasikia ni kama dunia imekukalia, labda unasikia ni kama mambo yako imeharibika, I want to assure you that Christ alikuja kuharibu kazi ya shetani. Christ alikuja kuharibu. Na so anything that is in your life that is demonic, Christ ametumwa ili aharibu kazi hiyo ya shetani. Jambo lingine ambalo ningetaka tuone in the Old Testament vile Christ amekuwa manifested, because leo ninataka tuangalie kama marafiki zangu, tuangalie the supremacy of Christ, ukubwa wa Kristo, because we must come back and begin to think who is Christ, because hata tukifanya mambo mengi na tukoze kuongea kuhusu Christ, we are going to go nowhere. So the other thing is that he is represented by the Bible as the bread of life. Ukisoma in the Old Testament, Jesus Christ is represented as the bread. Isaiah anasema ya kwamba kujeni mkule na mkunywe bila pesa. Alafu ukisoma wakati wa Exodus, tunaona wakiwa wilderness, God provided manna from heaven. Na John chapter 6 anakuja anasema he is the bread, he is the manna that came from above. Now kazi ya mkate ni nini? Kazi ya mkate ni kutosheresha.
wanaokula mkate huwa wanashiba. Bread is a symbol of satisfaction. Ukikula mkate unakuwa umetoshereka. Leo kuna watu wengi wanatafuta maisha ya utosherefu. Wanatafuta maisha ya utosherefu kwa pombe. Wametafuta wengine hata kwa waganga. Wengine wametafuta katika pesa. Wengine wanatafuta katika vitu ambavyo za dunia hii, utajiri. Wengine wametafuta kutoshereka katika elimu. Na kunao, na sema hizo vitu ni mbaya. Wengine wametafuta kutoshereka katika hali za huduma. Lakini tumesahau ya kwamba Isaia anasema mkikula mkate ule wa Mungu hamtasikia njaa tena. Kuna mkate tukikula tunakuwa satisfied. Na sio satisfied physically. We become calm. We become at rest. We enjoy peace. Leo tukiwa na hii Christ tunakuwa na hope. Tunakuwa calm. Kwa sababu kuna satisfaction in us. Kuna assurance that all is well. Mimi nilikuwa naambia watu during this time ya COVID ya kwamba walio na Yesu Kristo, they have nothing to panic about. Because Christ akiwa ndani yako, you know you are secured. Uko na assurance that tomorrow is better. Tomorrow is good. Tomorrow you are going to make it. And that's why unaona, even after this pandemic, which to me, I'm quite sure it's coming to an end. Na tunashukuru Mungu kwa sababu already now we are seeing the outcome. But it's not because we are so good. It's because some of us, we have the assurance that when we have Christ, no amount of pandemics, no amount of fear will strike us. Kwa sababu tunajua ya kwamba tukiwa na Kristo, we are more than conqueror. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, Kristo ameonyeshwa kama mkate. Ukikula mkate, hautakufa. Nina maandiko mingi sana ambayo inaongea kuhusu mkate. Wakati moja Yesu aliambiwa na watu wale walikuwa wanamfuata, najua mnanifuata kwa sababu mlikula mkate. Kuna wakati aliwalisha mkate. Aliwapatia mikate na samaki wawili, wakakula wakashiba. And so wakataka kumfanya mfalme kwa sababu ya ile mkate walikula. Akawaambia mnanifuata kwa sababu ya mikate ambayo ni ya dunia hii, ambayo mkikula hamwezi ishi milele. But mkinifuata mimi, mnikule mimi, mniamini mimi, mtaishi milele. So mkate ule ambao tunaambiwa hapa ambao ni Christ, ni ule mkate ambao Waisraeli walipewa pale katika wilderness. Wakati walipokuwa kwa jangwa, maandiko yanasema Mungu aliwapatia mkate uliotoka mbinguni. Hawakula ya factory, they ate from the throne of God. And may God today speak to somebody, amfungue macho, uache kukula mikate mingine, ukubali kumpokea Kristo, maana is the real bread of life. Bwana asifiwe sana. Another thing about Christ amekuwa represented in the Old Testament. Nataka kuongea hivyo ndio nikulete kwa topic yangu nikikuja kumalizia. Another thing that we must see about Christ in the Old Testament ni kwamba Kristo ameonyeshwa katika Old Testament kama the rock that gave or provided water, kama mwamba uliopeana maji pale jangwani. Unakumbuka wakati walikosa maji, Moses alichukua kijiti. Ukisoma Numbers na usome pia Exodus, utaona ya kwamba kuna wakati walikosa maji na wakawa wanatafuta maji wakiwa na kiu, na Mungu akamwambia Moses azungumzie mwamba ule ambayo leta Moses aliugonga. Bible inasema ya kwamba na mwamba ukaproduce water. Ulipotoa maji wakanywa na wakatosheka. Kwa hivyo Christ pia analinganishwa na hiyo mwamba, the rock of ages. Hallelujah. The rock of ages, the King of kings. When I mention that, I feel power. Bwana sana. That is the rock. You know, rock stand for something that is solid, something that is unshakable. Rock stand for a firm foundation. Rock stand for something ambayo is unshakable. Wakati una stand on a rock, hauwezi kuwa shaken. Unakuwa firm in your faith, in your future, in your family. You can be shaken because kuna uchawi ama maroho ambao huwa zinaongea huko. But when you have the rock, you cannot be shaken. Moses alipokuwa anataka kukutana na Mungu ana kwa ana, Mungu alimwambia huwezi niona ukaishi, lakini nakuamuru simama kwa ule mwamba fulani. Akaambiwa simama in a certain rock. Mahali pale aliposimama alikuwa secure. Mungu hakumuua kwa sababu he was standing on a rock. And theologians, we agree this rock is Christ, is the rock of ages. Yeye ndio mwamba imara.
Wanaomwamini hawawezi potea, wanaomwamini hawawezi angamia. Mimi nasikia vizuri nikihubiri Kristo, kwa sababu najua nikiongea kuhusu Kristo, we are safe, all of us. Mimi I would like to encourage every one of us, we look at Christ as a rock. Mama, usiangalie vile biashara yako inaharibika and the shaking ground that you are going through. Just shift the ground na usimame katika rock, because is an unshakable ground. Mahali Kristo yuko hakuna kutingizwa. Ukiwa ndani ya Kristo, hata kama mambo itakuwa mazito, utasimama na utaona Mungu, kwa sababu uko na Mungu ndani yako. Kwa sababu Mungu akiwa upande wako, hauwezi hangaika. Hata kama utapitia mambo magumu, mwamba au tingikangi. Unajua napenda miamba. Ukienda katika bahari, utakuta hata ma waves na storms. Saa zingine tunaangalia the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Pacific Ocean. Tunaona the waves vile zinapiga kwa meli ikipita, zinapiga meli, lakini zikigonga mwamba, unakuta that rock is still firm. Haikuangi moved no matter how strong the wave zinakuanga in the ocean. Rocks huwa zinabaki. In fact, badala ya kuwa shaken, huwa zinasafishwa. Mwamba huo unasafishwa na hiyo waves, unakuwa clear, unakuwa very clean, kwa sababu rocks cannot be shaken. Kwa hivyo nilikuwa nataka nikwambia kwamba ukiwa na Christ unakuwa very strong, unakuwa una safe ground na unakuwa safe in Christ. Another thing ambayo tunastahili kuona katika Old Testament kuhusu huyu Christ, because nataka niendelee kuongea kuhusu Christ. Pia Bible ime Christ like the high priest. Hallelujah. Kuhani mkuu. Praise God. Yes, kuhani mkuu. Kwa nini? Unajua wakati wa Moses, Mungu alianzisha another way of reaching God, ambayo ilikuwa ni through the Mosaic law, ama kupitia Torati. Moses alikuja na another way, because wanadamu walipoanguka kwa dhambi, Mungu amekuwa akijaribu kuwaleta kwake, lakini kukawa kuna so many gaps. So kuna njia moja Mungu aliestablish pale katika wilderness, ama katika wakati wa Israeli in the Old Testament, inaitwa the Mosaic way of reaching God. The Mosaic way of reaching God ilikuwa ni kwamba lazima kuwe na tabernacle na kuwe na kuhani wa kusimama kwa gap between wenye dhambi na Mungu. Na huyu kuhani, kulikuwa na makuhani wengi, lakini kuna mmoja alikuwa anaitwa the high priest. Huyu high priest alikuwa ndio anaingia mahali patakatifu, the holy of holies, kuwakilisha Mungu. Na Bible inasema alikuwa anaingia na damu ya ng'ombe, akiwa amebeba damu ya kujitakaza yeye na kuwatakaza wengine, na anasimama katikati yao na Mungu. Na kulikuanga na pasia. Hakuna mtu alikuwa anaweza kuona Mungu bila kupitia kwa huyu kuhani. Huyu kuhani ndiye alikuwa anaruhusiwa kuingia pale, anaakilisha dhambi za watu, anaakilisha Waisraeli. Na hivyo ndio ilikuwa order ya Mosaic law throughout history. Lakini tukiangalia Kristo, ukisoma katika Hebrews, especially from chapter 7, chapter 8, chapter 9, utaona Kristo anakuwa declared as high priest in the order of Melchizedek, ya kwamba yeye ndiye ameinuliwa sasa akawa kuhani mkuu. Damu yake sasa ndio inafanya kazi, ndio damu bora kuliko damu ya mbuzi na kondoo. His sacrifice is better. Na Bible inasema we are established in a better promises. Kwa hivyo Christ amekuja kuproduce the best sacrifice for all of us. Na kwa hivyo we no longer now need to go through the blood of animals, the blood of sheep, the blood of cattle ili tumfikie Mungu. Now Christ has become the Lamb of God. Amefanyika mwana kondoo wa Mungu na kuhani ambaye anatuombea. Kuhani ambaye ni mpatanishi. Anabeba the ministry of reconciliation. Yeye ndio ukiwa umekosana na Mungu, sababu dhambi zinatutenganisha na Mungu. Wale ambao ukaa mbali na Mungu hawezi mfikia Mungu juu ya dhambi zetu. Maandiko yanasema dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu, lakini Christ anatupatanisha na Mungu. Na kwa hivyo tukipitia kwake anakuwa kuhani. Na ndio sababu mtu yote akipokea Yesu, mtu yote akimwamini Kristo, nao una ruhusa ya kufika kwa Mungu bila kutumia njia za mkato, bila kutumia njia zingine za kando. Unaweza kumfikia Kristo, maana yeye amefanyika kuhani. He is the way, the truth and the life. Ukiingia kwake na upitie kwake, unapata uzima wa milele. Kwa hivyo Kristo ni mtu wa maana sana kulingana na Biblia.
is actually the high priest, na yeye ndio msaidizi wetu mkubwa sana. Yeye ndio anastahili kufuatwa. Nilikuwa na tafakari ninaposikia watu wakihubiri kuhusu turudi kutoa matambiko ama dhabihu za kikwetu. Nimesikia kuna watu katika nchi hii ambao wanasema turudi katika ile matambiko ya zamani, kwa zile makafara za milima na kuabudu na kutoa sadaka za kuteketeza na kutolea miungu ya zamani madhabihu ili to break curses zetu. Let me be very honest with you. Mambo hayo ya kutoa sadaka nimewaambia ilianza na Moses. Waisraeli, kama kuna watu walichinja ng'ombe na mbuzi na kondoo kwa miaka mingi, karibu hata mbuzi ziishe kwa maboma, ni Waisraeli. Hao watu walitumia mali yao wingi kwa sababu walikuwa na dhambi mingi kila wakati. Ukifanya hii dhambi unachinja. Ukianguka unachinja. Kwa hivyo kila siku kuna mtu alikuwa anachinja ng'ombe. So my friends, nataka muniambie, upige hesabu dhambi zile unafanya kutoka asubuhi mpaka jioni. Ukiambiwa leo uchinje ng'ombe kila siku, utachinja ng'ombe ngapi? Ukiambiwa uchinje mbuzi, ni mbuzi ngapi, ni damu ngapi utamwaga ili ujitoe kwa hiyo dhambi? Ukweli wa mambo, tuache kudanganywa na kupotezwa. Kristo na Mungu aliona atupatie njia rahisi ambayo ni kupitia kwa Kristo, damu yake. It is the final. Ukipitia kwa damu ya Kristo, that blood become enough. Is the most important blood because Mungu alitaka turahisishiwe kazi. You can imagine how ukiniambia niwache kufuata Kristo ati kwa sababu nilizaliwa kwa kina fulani na nina suspect niko na rana fulani na kuna ngoima zinanisumbua. Sasa kwa hivyo niweze kutoa dhabihu fulani ndio maisha yangu ibadilike. Uoni kama ni kunifanyia kazi ngumu? Na Mungu ametupatia njia rahisi ambayo ni kumwamini Kristo. Na ukimwamini Kristo, basi damu yake inatujustify, inatuweka huru, inatufanya ni kama hatukutenda dhambi, inatuondoa kwa laana za dhambi, because all sins are created by curses. All sins comes because of rebellion. They come because of disobedience. Na kwa hivyo tunapokubali Kristo aingie ndani yetu, anaanza kutoa ile hali ya dhambi za zamani. Kwa hivyo mwanakondoo ama kuhani mkuu anayeweza tuombea ni Kristo na sio mwingine. Yeye ndio mwanzilishi wa imani yetu. Yeye ndio mkuu wa imani yetu. Kitu kingine ningetaka kia mwisho tuongee kuhusu tunapoendelea, kwa sababu najua Mungu anaendelea kutubariki, ni kwamba pia kwa hii Biblia Kristo amedhihirishwa kama nyoka iliyoinuliwa ya shaba, the serpent that was lifted on the mountain. Kuna nyoka mbili ambazo huwa ninapenda kuziongea sana kwa Biblia. Hizi nyoka zimetajwa kwa Biblia sana sana Old Testament. Ya kwanza ilitajwa wakati wa confrontation between Farao na Moses. Wakati Moses walikutana ana kwa ana na Farao, na Farao akawa ataki Waisraeli watoke Misri. Maandiko yanasema Moses alikuwa amepewa fimbo, na ile fimbo Mungu akamwambia ukifika kwa Farao uweze kuiangusha. Na alipoiangusha, maandiko yanasema hiyo fimbo ikageuka ikawa nyoka. Naye Farao katika hali zake za ushetani na magicians wake na wachawi wake, akaita watu wake wakakuja nao wakajaribu kufanya magics, na pia tunyoka tungine tukatengenezwa na hao. Lakini the good news is that hii nyoka ya Moses ambayo ilitoka pale, Bwana asifiwe sana, hallelujah, iliweza kufungua mdomo na ikaweza kumeza uto tunyoka tungine tulikuwa hapo. Ikaweza kutumaliza na kutumeza tuote. Kwa hivyo tunaona tangu mwanzo hii nyoka ambayo sasa baadaye inakuja kurepresentiwa kama ni Christ. Unaona supremacy yake inaonekana. Hata kama wachawi wanafanya miujiza, hata kama kuna watu wengi ambao bado pia wana claim wana operate na nguvu za Mungu, lakini hii nguvu ya Mungu, nguvu ya Kristo excuse me, iko juu. Kwa sababu wakati nyoka hii ilipanua mdomo, hakuna kanyoka hata kamoja kaliweza kutoroka. Ziliweza kumezwa zote.
kumaanisha kwamba Christ is superior. Bwana asifiwe sana. Christ ako juu sana na ameinuliwa sana. Na yeye ni mwana wa Mungu. Na kwa hivyo hakuna nguvu, hakuna uchawi, hakuna uganga unaweza kumzuilia Kristo. Sababu tunaona hapa anaweza kushinda nguvu za uchawi. Pia tukiangalia katika Numbers chapter 21 from verse 6, tunaona Waisraeli pia wakinugunika jangwani na Mungu akakasirika. Na Mungu alipokasirika akaweza kutuma nyoka zilizokuwa na sumu kali. Biblia inasema he sent venomous snakes ambazo ziliweza kuwauma Waisraeli sana, na wengi jangwani wakakufa. Walipokufa, wale waliobaki wakamlilia Moses na wakamwambia Moses, tunakuomba tafadhali muambie Mungu atuondolee hizi nyoka. Na maandiko yanasema ya kwamba Moses akamlilia Mungu, naye Mungu akamwambia, nataka utengeneze nyoka ya shaba. Nyoka hiyo uitengeneze ya shaba na uinue katika mlima. Uinue kabisa katika mlima. Na ukiinua katika huo mlima, mtu yoyote ambaye atakayeumwa na nyoka zingine za sumu, aangalie nyoka ya shaba, basi ataweza kusurvive, ataweza kupona. Na kwa kweli wale wote walitazama hiyo nyoka hawakukufa. Hata kama waliumwa na poisonous snakes, waliweza kusurvive. That's how I'm talking. That's how powerful Christ is. Hivyo ndivyo Christ alivyo. He is always superior. Najua watu watapingana. Najua mahubiri nyingi zitainuka. Kutakuwa na watu wanapingana na hii wokovu. Kuna watu wanasema hakuna Kristo. Nimeona kwa mitandao watu wakiinuka wakisema there is no God. Christ is fake. Listen to me. Mimi naambia watu, you can defeat men with arguments. Mnaweza compete na wanadamu na uwashinde katika mabishano. But when it comes to God, you can never defeat God. God has a way of cornering us. Atakupata tu kwa kona fulani, and finally utakuja ku accept that he is the supreme God. Bwana asifiwe sana. So Bible imesema ya kwamba katika Numbers ya kwamba walipomtazama ule nyoka waliweza kuwa spared. Na walipokuwa spared, Bwana asifiwe sana, basi wakapona. Na ukiangalia katika John 3 from verse 14, inasema kama vile Moses alivyoinua nyoka ya shaba jangwani, hivyo ndivyo Kristo mwana wa Mungu naye ameinuliwa juu. So Christ is lifted. Na aliinuliwa aje? Wakati alizaliwa duniani, aliteswa, akakufa. Na siku ya tatu, ambayo ndio ilikuwa ya final na ilikuwa iconfirm kama ni yeye ni Mungu, ikakuwa hivyo, akafufuka. Na Biblia inasema alipofufuka akainuliwa na Mungu. In Philippians 2 inasema alipojinyenyekeza hata akakufa, akauawa na wale watu walikuwa wanakuja kuokoa. Maandiko yanasema aliponyenyekea, Mungu akamuinua Kristo na akampatia jina lililo juu ya majina yote. Kwa hili jina kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hivyo maandiko imesema kama vile Moses alivyoinua nyoka, hivyo ndivyo huyu Kristo sasa, ambaye niko kwa hii studio ya Sky Cable na nimekuja, hiyo ndio mission yangu hapa, marafiki zangu mnaonisikiza. Sikukuja hapa kwa sababu nyingine, nimekuja tu mimi ni mtetee Yesu, ama nizungumuze kuhusu Kristo na uzuri wake. Mimi nimemuonja, nimejua uzuri wake. I've tasted and I have seen that Jesus is good. And if you believe in him, you can never be ashamed. So Bible imesema kwamba hivyo Moses alivyoinua nyoka, hivyo ndivyo siku za leo Kristo ameinuliwa. Mtu atakaye mpuuza Kristo, you will despise Christ at your own risk. Hautapuuza Mungu kwa sababu ya mtu mwingine, it will be at your own risk. Kupuuza Kristo, kuoverlook Kristo, kuunderrate Christ, kumdespise, it is at your own risk. Najua unaweza kuwa umeambiwa mambo mengi, but for me, Christ has been lifted up. Moses amemuinua, na Biblia inasema kwamba yoyote atakaye muamini hatapotea, lakini atapata uzima wa milele. Kwa sababu Kristo alipokuwa anakuja huku duniani, hakukuja kuhukumu ulimwengu. He came so that the world may be saved through him. If anyone believes in him,
he will receive salvation. If you accept Jesus, you receive salvation. Hii kipindi tuko sasa ni kipindi cha watu kupokea Kristo. Hatuko kipindi cha kukondemu watu. Tuko kipindi cha watu kumpokea Kristo. Maana maandiko yamesema Kristo amekuja ili atakaye muamini asipotee. Na wewe uko hapo, labda unashindwa. Je, mimi naweza kuokoka? Labda umefanya dhambi mingi mpaka watu wanakutag. Labda umepata very bad reputation. Labda jina lako limeharibika. Labda unajiuliza, can I come out of the mess? Maybe you have messed your life so much. I want to tell you, Christ has not come to condemn you. Kristo hajakuja kukuhukumu. He is not in the business of condemning people. Jesus is in the business of saving people. Wale wanaompokea atawatoa kwa laana. Kwa sababu baada ya hii kipindi ambacho tunaita the Christ dispensation, kuna kipindi kingine kitakuja ambacho hakitakuwa cha kuokoka. Kitakuwa sasa ni cha the condemnation. Wale walimkataa Yesu basi watawekwa katika meza ya hukumu, na Mungu atakuwa the judge of all those who will have refused Christ. But today the good news is that Christ amekuja ili tuweze kupata uzima ulio teretere. Kwa hivyo wewe uko hapo, labda hujampokea Yesu, labda hujakuwa ukijua yeye ni nani, labda ulienda kanisani na hukuambiwa kuhusu Kristo. Juu mimi najua tuko pia na watu wengi ambao wameenda kanisani but they have not been told about Christ. They don't know about Christ. They know about their church, they know their religions, what they do, but they have not taken time to discuss or to meditate or to kufikiria about who is Christ. Today, please, I would like to encourage you. Turn to Jesus. He is the best friend. He is a friend that sticks closer than a brother. Ukimwamini hautapotea. Na leo hiyo ndio ujumbe nilikuwa nataka kukuletea. So, ningetaka kabla nimalize na nifanye matangazo mengine, I want us to just make a prayer. Labda uko hapo, haujaokoka, haujampokea huyu Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Labda hujakuwa ukijua wokovu ni nini. Lakini kupitia yale nimeeleza, sasa umeelewa. Unaweza mpokea Yesu, na tunampokea Yesu namna gani? Tunampokea Yesu kwa kukiri kwa kinywa chetu ya kwamba Yesu ni Bwana. Alafu tunaamini kwa moyo wetu ya kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. You must confess na ubelieve ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, because if you don't believe he rose from the dead, then you cannot be saved, because it is through resurrection that the validity of Christ was confirmed. Kwa hivyo unampokea kupitia kuamini ya kwamba alifufuka. Na ukifanya hivyo unapokea wokovu. So labda uko hapo ungependa kuokoka. Ninaomba nikuombee kabla niombe wengine. Sema tu, funga macho popote uliko na urudie maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuomba uingie ndani ya moyo wangu. Nimeamini ya kwamba wewe ndio ulikuja kuokoa. Naomba uniokoe na uniondoe kwa dhambi, na unisamehe na unipe uzima wa milele. Kutoka leo nimekuamini na naamini wewe ni mwokozi na nimeokoka. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Basi kama umeomba ombi hilo popote uliko, nataka nikuhakikishie kwamba umeokoka. Na sasa wewe ni kiumbe kipya. Na unaweza niandikia kwa mitandao hapo, unaweza niambia vile umesikia, unaweza kucommunicate mimi kwa mitandao yetu hapo, na pia nitakuwa napeana contact zangu na Facebook account in the few minutes, na unaweza nifikia. Nataka pia niombee wale ambao labda wanasikia ni wagonjwa. Labda unasikia mambo imekuharibikia, una sense kuna vitu ambavyo viendi vizuri, labda you are under attacks by demonic power. Nimekwambia Christ katika Colossians tumeambiwa he is superior, ako above dominions, authorities, principalities, powers, rulers, any powers that can be attacking your life. Jesus is above them. And after resurrection, he was given authority over those powers. So let me pray for you. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya wasikizaji wangu ambao wamenisikiza. Wengine wanasikia kwamba wamefika mwisho, labda kifamilia, labda kikazi, na pia kimagonjwa. Ninaomba Mungu kwa jina la Yesu, just touch them, relieve them from the burden of pain. Lord, I pray for healings. I rebuke sickness. Wale ambao ni wagonjwa wako hospitalini wananisikiza, ninatangaza uponyaji kwa miili yao.
I pray for healing upon every disease. I rebuke diseases that have been oppressing God's people. Na natangaza kama kuna mtu saa hizi alikuwa mgonjwa, Baba wacha asikie nguvu zako. Najua we ni mponyaji na utatenda. Na wabariki wale ambao Mungu labda wanaamini Mungu awainue. Nafungua milango ya wale baraka zao zimefungwa. Natabiri ushindi kwa wale ambao wanahitaji muujiza. Pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Asanti kwa sababu natenda miujiza, na wale ambao labda wako na issue za kifamilia nawaombea baraka. Asanti Mungu kwa kunisikia, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Somebody say amen. So nikimaliza wapendwa, mimi nimewahubiria, labda unaweza uliza pastor, tunaweza kukupata namna gani? Mimi natoka Ruai. Mimi ni mkaaji wa Ruai ya miaka mingi, na hudumu na kanisa la Cornerstone Christian Foundation Church Ruai. Pale tu karibu Think Twice along Kangundo Road. Ukifika pale Equity Bank, kabla ufike Equity Bank, kuna building on your, ukitoka town on your right inaitwa Think Twice. Ukiuliza Cornerstone, we are just there. Hapo ndipo tuko. Ibada zetu zinaanza saa 3 asubuhi, zinaenda mpaka saa 6, na tunakuwa na mikutano ya weekdays. Kama Tuesday tunakuwa na kesha ya saa 2, saa 1:30 usiku mpaka saa 3 usiku, na pia tunakuwa na worship experience on Thursday kuanzia saa 11:30 mpaka saa 12:30. So you can join us. Niko pia kwa WhatsApp, kwa Facebook, najiita P Simon Mukundi Njeru. P Simon Mukundi Njeru. Ukinitafuta kwa Facebook utanipata na utabarikiwa sana. Nambari yangu ya simu ni 0726102353. Hiyo ndio contact, unaweza nifikia in case ungetaka tuwasiliane zaidi, ungetaka maombi, ungetaka kujua kule tunaabudu. Nimekukaribisha sana, na ninashukuru sana kwa huo muda umenipatia. Mungu awabariki sana, Mungu awatende mema. Tutaendelea kuongea zaidi. Nashukuru kwa Sky Cable TV. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kufungua hii milango ambayo ni milango ya baraka, na ninasema Mungu aendelee kuitwa Mungu. So asanteni sana. Labda pia nitasema washirika wetu wa Cornerstone, wale ambao wanani watch, asanteni kwa support yenu. I know most of you have been committed. You have been really blessing me and supporting me. May God bless you. Thank you for continue being a committed members. Pia wachungaji wa Neema, kikundi ambacho ninahudhuria cha Nairobi East Evangelical Ministers Association, pia nawatambua na wafulia kofia wachungaji, katasi ya chairman wetu Reverend Dr. James Moya, ambaye ndio chairman wetu, na pia former chairman wetu Bishop Kenothia Stephen. Mimi ni secretary wa Neema. Nataka kusema asanteni sana na nashukuru. Mungu awabariki sana. Tutaendelea kuonana. Shalom, shalom. Asanteni sana.